mimi ni wa kwenda mbali. Hakuna roho itanizuia kwenda mbali. Kwa jina la Yesu, kila madhabahu ya kuzimu haina uwezo wa kunizuia. Masaa haya, kila sauti inaoniongelesha inaniambia sitafaulu, haina uwezo. Kwa jina la Yesu, mimi ni wa kufika mbali. Nitapenya kwa maisha yangu. Tumia ulimi wako, sema nitapenya, nitafanikiwa. Hakuna maneno ya wachawi, ya wakanga, ya Freemason, ya Illuminati haina nafasi kwa maisha yangu, kwa watoto wangu, kwa jamii yangu. Masaa haya, enyi wachawi, bye bye. Amniwezi tena. Kwa jina la Yesu, sema amen. Wanaompenda Mungu ni watu wanaojiamini. Kama unaamini Mungu, jiamini pia, kwa sababu yule unayemwamini anakuamini. Unayempenda alikupenda mwanzo, kabla wewe kumpenda alikupenda. Haleluya, haleluya. Lazima pendo la Mungu likuwe kubwa, na ukimpenda Mungu lazima ufanikiwe. Rafiki wa kwanza duniani ni yule aliyekuumba, sababu alikupa nafasi ya kuishi duniani. Ambia jirani, mimi nimependwa na Mungu. Hata majaribu yakija hayataniweza. Mungu ukutipitishia kwamba wewe ni rafiki yake. Kwa jambo hili lazima akuonyeshe marafiki wako ni nani na yeye ni nani. Cha kwanza kila anafanya, anakuletea majaribu ya kukataliwa, kuchukiwa. Unapochukiwa ama unapokataliwa ama mambo ikiwa imeharibika, alafu Mungu anasababisha marafiki wako wawezi kukusongea wakati wa shida yako, na Mungu anakuonesha basi mimi ndio niko bora kuliko hao marafiki. Lazima akufikishe mahali, eita ukwe mgonjwa, eita upate shaya brado zeke pradia, ama ukose fedha, ama ukose chochote. Alafu anakuambia, mwanangu, umeona hauna rafiki. Alafu anakuambia, mimi ndio rafiki wa kweli. Yesu ndio nini? Rafiki wa kweli. Promotion inakuja wakati uko na mashida. Promotion inakuja wakati hauna fedha. Wakati we ni mgonjwa ndio promotion. Na vile vile ndio Mungu ajulishe ndoa yako ni ya ukamilifu ama ndoa yako ni nzuri. Kenye Mungu anafanya, anasababisha kama we ni mwanaume ukwe mgonjwa, uone kama mume wako atakuvumilia. Au we ni mke ukwe mgonjwa, tuone kama mume atakuvumilia. Akikuvumilia basi huyo ni wako. Sa matatizo inakuja, na Mungu anahakikisha kwamba ukipata matatizo, anahakikisha hata wale wanafaa kukusaidia anawaondoa. Utanielewa? Naomba. Matatizo yakija kwako, Mungu anaondoa wale wa kukusaidia, ama Mungu anawapatia anawapatia safari ya kwenda, ama anawafanya wakuwe peace, wasikuje, ili akuonyeshe yule unaishi na yeye ni nani. Anasababisha ukose pesa ili apime bibi yako kama ni nani. Inamiko nasema kwa jina la Yesu, masaa haya ninatangaza, masaa haya mimi ni wakufanikiwa. Kwa jina la Yesu, sitakufa kabla wakati wangu. Sitakufa kabla wakati wangu. Sema amen. Sema, jaribu lolote linalokuja kwangu, Bwana amenipa uwezo wa kulishinda. Anasema hautajaribiwa kuliko uwezo wako. Maana ndio uone kwamba uko na uwezo.
Cha kwanza, haruhusu kakufa, hawezi ruhusu ukufe. Anaruhusu ufe sio changamoto ukiwa hai, kumaanisha una uwezo wa kuishinda. Maradi vradia zala bababu shakata. Inaomba nasema kwa jina la Yesu, ninatangaza maisha yangu, njia zangu nitafanikiwa kwa jina la Yesu. Nikimalizia, hakuna kuhani aliyoinuliwa bila kukataliwa. Salamia tumwambie ni hivyo. Hakuna kuhani aliyoinuliwa bila kukataliwa. Kuhani yoyote akienda kufungua kanisa, cha kwanza chenye ana face rejection. Kama kuhani imefika wakati wako kufungua kanisa, lazima atokataliwe na babako wa kiroho. Hujanielewa? Mtoto wa ndege ikifika masaa yake ya kujua naitwaje? Kupaa, mama yake lazima amkatae, amchukue na muache kwa hewa. Hujanielewa hiyo? Neema kutosha. Na akiona huyo mtoto anakwenda kutumbukia chini, anainama, anamchukulia kwa hewa, tena anampeleka juu, anamwachilia. Pokea neema kwa jina la Yesu. Ene promotion lazima hata familia kwenu ikukatae. Haikukatai kwa sababu wao wanapenda. Bwana anawaruhusu ukatae. Utanielewa? Na kuombea neema kwa jina la Yesu. Ikifika masaa yako ya kuinuka, even your bishop atakukataa. Na ukimuuliza sababu, alikukataa kwa sababu gani, hajui. Na Mungu ataweza kucreate maovu ndani ya akili ya bishop wako. Anaweza chukua nafasi ya bishop wako, akuone wewe ni shetani. Mungu anaweza ruhusu hata baba yako mzazi, ikifika wakati wako ya kuoa na anaona wewe, Bwana anaruhusu even your father akuwe kinyume chako. Hata mama yako anakuwa kinyume chako, anakupatia sahani 2 uende na kikombe moja na hiyo nyingine sifuria ili uende sema fire, kwa sababu anaona hautaondoka. Lazima create ili uende. Ikifika masaa, hata msichana imefika masaa ya kuolewa, cha kwanza kenye unafanya, mama anakuwa kinyume cha hiyo kitu, baba anakuwa kinyume cha hiyo kitu, ndugu zako anakuwa kinyume chako, dada zako anakuchukia. Si kwamba wao ni wabaya, hapana, ni masaa ya kuondoka imefika. Masaa ya kuondoka ikifika, lazima mitihani, majaribu, temptation zikuwe mingi ili ukuwe kinyume chako. Ndio anasema kwa kila kuhani yoyote, kwa kila kuhani yoyote, lazima ili ainuke, lazima apate mtu atakuwa kinyume chake. Apate mtu ambaye atamtukana. Hakuna muimbaji atalelewa kwa urahisi. Hakuna kuhani atalelewa kwa urahisi. Ukiona kuhani yote yako hapa, ninamsomea kama mtoto, namkomanisha kama mtoto, ninampa nafasi ya kuinuka. But nikimpembeleza, nampa nafasi ya kushindwa. Au janielewa? Ndio mtoto mzuri lazima baba ampike na kipoko, amrekebishe, amkombanishe. Ukiona mtoto wako anasema sitakaa kwa hii boma mnanikombanisha, amejitoa kwenye mtihani, amejitoa kwa njia ya kufaulu, amejitoa kwa njia ya kupenya. Lakini mtoto mzuri lazima apikwe. Mtoto mzuri lazima atukanwe na mama yake. Hata mama atakuita mchinga na wewe si mchinga, anakutukana mchinga ili ulazimishe kuwa mwerevu. Oh my God. Na kuombea kwa jina la Yesu, ukitoka hapa leo hii, jua majaribu yako, lakini yako kwa sababu ya wewe kuinuka. Biashara lazima biashara zako sianguke ili ujue kuinua biashara. Unanielewa kweli? Biashara ukianza lazima sifanye nini? Sishuke, ushindwe. Mafrado shekeria.
Kama unaanza biashara lazima uumie ndio uinuke. Kama unaanza kazi ili ufanye bidii kwa kazi, bosi mzuri hawezi akakuwa appreciate. Bosi mzuri anafaa kuambia umeharibu. Basi huyo ndio bosi mzuri. Lakini wengine wenu mkiambiwa mnaharibu, mnaama pale kwa kazi. Hapana, kaa pale. Hata manager mzuri lazima mkue maadui. Manager mzuri lazima mkue maadui, ndio wewe upate akili ya kufikiria mimi nafaa kuwa manager. Nimtoe huyu manager hapa, lazima ucreate. My father ataunda ule uadui. Nimekuja kutangaza chochote kimeletwa na wachawi leo kinaondoka. Kilicholetwa na Mungu lazima ukamilishe. Lakini kama ni maroho ya waganga na wachawi na Freemason na Illuminati, lazima tuondoe kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Natangaza kila maroho, kila madhabahu yananiachilia. Pika makofi kusema niachilia.